Ndugu mpendwa, napenda nikwambie ya kwamba Mungu abariki mtu ambaye hatendi kazi. Mungu bariki mtu kufatana na kazi ambayo anayoitenda. Na Mungu udili sana na ujuzi wa mtu ambao iko nao. Kama hauna ujuzi wowote, kama haujihusisi na kitu chochote katika maisha yako, ni vigumu sana Mungu kukubariki. Acha nikueleze story kidogo. Wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo akingali katika dunia, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 17, ukianza mstari wake wa 24 mpaka unashuka mpaka mwisho, inaongelea kuhusu watoza kodi ambao walikuja kwa Bwana, akamwambia Petro ya kwamba inafaa Bwana wetu Yesu Kristo atoe kodi. Na ilionekana katika mfuko hawa hawakuwa na chochote. Basi Yesu akamwambia Petro ya kwamba uende ukatupe ndoano baharini. Samaki wa kwanza ambaye utakaye mkamata, ambaye atakaye panda wa kwanza, huyo atakuwa na chekeli kinywani mwake. Kwa siku tunaweza sema atakuwa na fedha kinywani mwake. Toa hizo pesa na wapatie kodi, tusije tukawakwaza. Kwa nini Yesu alitumia lugha hii? Kwa nini Yesu hakufanya muujiza pale pale na alete pesa? Kwa nini alipenda kutumia process fulani kwa ajili ya kutenda muujiza fulani? Hapa kuna somo kubwa ndugu mpendwa. Mungu ubariki mtu kufuatana na kila anachokifanya. Bwana wetu Yesu Kristo alijua ya kwamba Petro alikuwa ni mvuvi wa samaki. Yeye ndio professional kazi yake alikuwa anafanya. Na kupitia ile kazi ambayo Petro alikuwa anafanya, ilibidi mwile ile kazi ambayo Petro alikuwa anafanya upate kutoka mlango wa kuweza kumaliza tatizo ambayo ilikuwa na wakuta, ijapokuwa ya kwamba yeye Mungu mwenyewe alikuwa mahali pale. Lakini ilibidi Petro mwenyewe aende ili aroe hiyo samaki kupitia nini? Agizo la Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa, natumia neno hili siku ya leo kwa ajili yako, ya kwamba kila kitu unachokifanya ndani ya maisha yako, humo ndimo mlimo wa baraka ya Mungu. Humo ndimo mlimo wa mafanikio yako. Humo ndimo mlimo wa mafanikio yako ndugu mpendwa. Kama unajua ya kwamba unaishi katika dunia hii, unaishi ndani ya dunia hii, na ukitegemea Mungu kukubariki, ukitegemea Mungu kufanya kitu ndani ya maisha yako, inabidi uwe na kitu fulani unachokifanya ndani ya maisha yako, ili Mungu apate kutenda kupitia kile unachokifanya ndani ya maisha. Kama Petro angekuwa mvuvi wa samaki, ndugu yangu, unawaza nini? Suluhisho hiyo tatizo ya kulipa kodi ingetokea wapi? Mungu anafanya kazi na anatenda kupitia na hatua yako wewe mwanadamu. Hatua yako iko mahali gani? Unamwomba Mungu miaka na miaka, lakini haupati unachokihitaji. Unajua ni kwa ajili ya nini? Au kamati hatua ili Mungu aweze kukamata hatua zaidi ya hatua yako. Ukikamata hatua zaidi, Mungu atakamata hatua juu ya hatua yako. Yani shughulisha na kitu fulani ili Mungu aingie katika shughuli yako na kukubariki. Shalom.